nafikiri basi kama unaandika, andika kuharibu roho ya mauti maishani mwetu. Mtazamaji unatutazama, unatufuatilia huko YouTube, Instagram na Facebook na hata WhatsApp, tunakukaribisha sana katika ibada ya leo, siku ya Alhamisi. Ni ibada ya maombi na maombezi ambayo inafanyika katika kanisa la Yerusalemu Calvary Evangelical. Kwa hiyo wewe ambaye unatutazama yamkini kwa Facebook, utaenda kwenye channel yetu inaitwa Yerusalemu Calvary, iko YouTube na TikTok, Instagram na hata WhatsApp pia. Kwa hiyo Mungu akubariki sana kwa kadiri jinsi ambavyo unatufuatilia, na tunavyoanza somo letu linaitwa kuharibu roho ya mauti maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya mauti ni nini? Roho ya mauti ni nini na inafanya kazi gani ama inashughulikia nini kwenye maisha ya mwanadamu? Roho ya mauti ni nini? Roho ya mauti ni nini? Kwanza tujue ya kwamba ile roho ikishakaa kwa mauti ama ikishachukua mauti, ndio ile mauti inapata nguvu. Lakini mauti kama mauti huwa haiendi. Mauti kama mauti ni kama haitembei. Ni kama vile ulivyoiweka hii mbali hivi, ukienda utaikuta hapa. Lakini ikishavaa roho inaweza kumove kwenda sehemu nyingine, kutoka kwenda sehemu nyingine. Vivyo hivyo nayo mauti haiwezi kutembea kama haijavaa roho. Kwa hiyo iko roho ambayo ile roho ikishavaa ndani ya mauti, ndio ile roho inaweza kutembea kwenda mahali. Inaweza ikatumwa mauti kwenda mkoa hadi mkoa, kwenda taifa. Inatumwa mauti kwa sababu inaenda kupitia roho. Kuna roho inayofanya mauti itembee. Lakini mauti kama mauti peke yake haiwezi kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Sema hivi, mauti kama mauti haiwezi kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Lakini ikishavikwa roho, ikishakuwa roho, ndio inaweza kutoka mahali kwenda mahali nyingine. Lakini pia inaweza kutumwa kutoka mahali kwenda mahali nyingine, kwa sababu tayari imeshavikwa roho. Na tutajifunza hapa ili uelewe. Kwa hiyo unapokemea mauti, usikemee tu mauti, kemea roho. Ile roho unapoikemea ile roho ikishatoka, ikishaachia, na maana mauti haina nguvu, maana imekuwa mbali na wewe. Ili mauti kufikia mahali lazima ivikwe roho. Ile roho ndio inaleta mauti mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikiwa uko Arusha alafu ikatumwa mauti kutoka Dar es Salaam, ikiwa ile mauti haijavikwa roho, ile mauti haiwezi kukufikia. Lakini kishavikwa roho, inavaa roho, alafu inaweza kuja kumove kutoka mahali kwenda mahali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mauti ikishavaa roho ndio inakuja kutimiza. Mauti ndio inaua, lakini ile mauti haikufikii kama hakuna roho iliyovaa. Hakuna roho iliyovaa. Leo hii ikiondoka uhai ndani ya mtu, yule mtu anabaki pale pale. Ndio baada ya kutaka yule mtu amezikwa basi, maana pumzi imeshamtoka. Hata nayo mauti ikishavikwa kitu ambayo inakuwa inaweza kutembea kwenda, ndio inaweza kwenda mahali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mauti kama mauti haiwezi kutembea kwenda mahali. Lakini ikishavaa roho, ile roho ndio inafanya mauti kwenda, inapeleka mauti. Kitabu cha Ufunuo tuangalie sura ya 6 na mstari wa 8. Kitabu cha Ufunuo sura ya 6 na mstari wa 8. Biblia inaandika nasema, nikaona na tazama farasi wa rangi ya kijivu, na yeye aliyempanda jina lake anaitwa nani? Anaitwa Mauti, na kuzimu akafuatana naye. Si ni sawa? Anasema nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi ama wanyama wa nchi.
Huyu ni Yohana anaeleza ni maono. Anasema nikaona na tazama. Anasema nikaona na tazama farasi wa rangi ya kijivu kijivu. Anasema na aliyempanda huyu farasi anaitwa jina lake nani? Mauti. Kwa hiyo mauti ililetwa na farasi. Huyu mauti alipanda farasi. Aliyepanda huyu farasi jina lake anaitwa Mauti. Alafu kuzimu ambayo ndio inaachiliaga mauti, kuzimu ikifuatana na yeye. Kwa hiyo anasema nao wakapewa. Sasa nao kina nani? Wakati tunamwona ni mmoja, mauti alikuwa juu ya farasi. Kwa hiyo anasema na wao wakapewa mamlaka. Wao kina nani? Maana yake ni kuzimu pamoja na mauti. Wakapewa mamlaka ya kuua. Anasema ya kuua. Anasema kwa njaa, anasema kwa tauni, manake magonjwa, anasema kwa njaa, lakini pia kwa upanga, lakini na kwa hayawani wa nchi, wanyama. Kwa hiyo tunaona nini? Anasema kwamba anasema na wao wakapewa. Lakini hapo mwanzo tunaelezewa habari za mmoja, lakini baada hapo tunaelezewa habari za wingi. Maana yake anasema tazama nikaona farasi wa kijivu kijivu na aliyempanda ni Mauti. Kwa hiyo mauti ndio ameletwa na huyu farasi. Maana farasi ni usafiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo aliyekuja na farasi ni mauti. Lakini anasema na kuzimu akifuatana naye. Anasema nao wakapewa. Kwa hiyo nao maana yake tayari mauti na kuzimu, si ndio sasa hivyo? Mauti na kuzimu walipewa mamlaka. Kwa hiyo mauti na kuzimu ndio wao waliopewa kuua. Wanaua kwa tauni. Tauni ni magonjwa. Wanaua kwa njaa. Wanaua kwa hayawani wa nchi, wanyama. Bwana Yesu asifiwe. Wanaua kwa upanga, kwa kuchinja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona nini? Tunaona hii roho ya mauti. Hii roho inaachiliwa kutoka kuzimu. Kuzimu inataka kuharibu mahali pa kuua, ama kwa kusababisha mauti itokee mahali fulani. Wanafanyaga agano kuzimu. Alafu kuzimu wanavuvia roho. Ile roho ndio inatumwa, inakuja, inavaa kitu. Sikiliza. Hujai kuona ajali ya pikipiki, ajali ya baisikeli, ajali ya gari, ajali ya ndege, ajali ya nini? Pikipiki ni chombo kizuri, inalala ndani, si ndio? Unapanda, unatembea. Lakini ikivikwa mauti, ikivikwa roho, inakuua dakika. Unashangaa ajali imetokea, gari imeua watu 100, watu 30, watu 10. Ile gari imeuaje na ile? Angalia roho iliyovaa. Kuzimu imetengeneza mauti. Alafu ikavika roho. Alafu ile mauti inatumwa. Kwa hiyo ikija ile gari saa hiyo inakukataa. Unashangaa amekuwa adui yako ghafla, alikuwa rafiki. Umenunua kofia zako, unaweka mafuta kwa hela yako, lakini ghafla anakuwa adui yako, anateketeza watu, anaharibu watu. Kwa nini? Sikiliza, kuzimu imetengeneza mauti, alafu ikavika roho. Alafu ile roho inakuja, inavaa ile gari. Ile gari na ghafla imegeuka, imekuwa adui wa watu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, anavikwa mahayawani wa nchi, nyoka. Angalia, anaweza kumgonga mtu mahali si pa kufa, lakini akafa. Kwa nini? Inategemea na kuzimu amekusudia nini. Kuzimu akivuvia roho fulani, wakiachilia hata kwa nge akija tu amekumaliza. Lakini nge anangataka watu wengine wanatumia tu dawa kidogo wanapona, lakini wao unakufa. Kwa nini? Maana mauti, kuzimu imeshakusudia mauti. Kuzimu inaachilia mauti, kwa hiyo inapokuja inavaa yule nge, anakuwa adui mbaya sana, akikugusa unakufa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza. Anasema kwamba wakapewa mamlaka. Lakini anasema wao, manake tayari mauti na kuzimu imepata nafasi. Mauti na kuzimu inapokuja ndipo inaweza kuharibu. Na mauti usifikiri itaua tu maisha ya mtu. Mauti usifikiri itaua tu maisha ya mauti. Ikija hata ikiingia kanisani, ukishangaa ikiingia ndani ya kanisa, ikivikwa ile roho ya kuua, sikiliza, inakuja na kisha imenyamazisha kabisa.
Unashangaa ile Roho Mtakatifu ameuawa. Kwa nini? Ameshaondolewa kwa seli ya mauti. Kusini na nina mauti kwamba ile kanisa tunaliua. Alafu anaachilia roho. Ile roho ikija inahakikisha inatafuta uhai wa kanisa. Uhai wa kanisa ukishagongwa ni kama kanisa limekufa. Lakini ile inaitwa nini? Inaitwa, kwa nini wanasema limekufa? Maana yake ni mauti. Mauti katika roho. Wanaachilia mauti ya kuua. Hata kama ni biashara, ni kazi, wakiachilia mauti, haijalishi listawi kiasi gani, haijalishi lienda juu kiasi gani, lakini roho ya mauti kisha kuja inajua itagusa wapi uhai wa ile biashara, ama uhai wa ile afya, ama uhai wa huyo mtu, ama uhai wa kile kitu unachokifanya. Hata kama ni shamba, anaweza kaachilia. Hata kama ulitumia mbolea na kila kitu, wakiachilia kuzimu, wakikaa wakafanya agano, wakatengeneza mauti, alafu wakaenda mauti ndani ya miezi na siku na miaka. Angalia, siku akiachilia ikija inaua ile rutuba ile ardhi. Unashangaa hakuna kitu umepata. Kwa nini? Ni kama ardhi imekufa. Lakini kuzimu imetengeneza mauti, na ilivyotengeneza mauti ikavaa roho. Ile roho inakuja inatimiza mapenzi ya kuzimu iliyokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaposema kwamba angalia, mauti ikiwa imekusudia kuue lakini bado haijavikwa roho, ni kama vile ikufikii. Maana kama una move kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine na mauti umeiacha hapa, itatembeaje? Ina maana lazima ivikwe roho. Ikishavikwa roho, hata maneno ili yaweze kuharibu maisha yako, lazima ile maneno yavalishwe roho. Maana likisema tu likatembea, halina shida. Sikiliza, ikija roho ya maneno, hiyo roho ya maneno inaweza kuua kabisa na ukafa, ama ikakuondoa kwenye nafasi, kwenye njia. Kwa nini? Ile neno linasababishwa liwe roho. Ndio maana akasema hivi, akasema na iwe anga. Aliposema liwe anga, aliyenena ni Kristo. Aliposema hivi, kavikwa roho, ikafanyika kile kitu sawa sawa, kwa sababu imevaa roho. Kwa hiyo akasema na roho ikatulia juu ya maji. Lakini isingewezekana ikasemekana ikawa, maana kuna roho iliyofanya kazi. Kwa hiyo nayo mauti, angalia, ili iweze kuua lazima ivae roho. Maana unavokemea unakemeaga roho ya mauti. Roho ya mauti, tunakataa roho ya mauti. Roho ya mauti, angalia, hiyo roho mauti iko, lakini iko roho ambayo inasababisha mauti ipate nguvu ya kuua, nguvu ya kumsambaratisha mtu. Ndio maana Yesu anasema kwenye kitabu cha Hosea ile sura ya 13 na ule mstari wa 14, anasema nitawakomboa na nguvu za kaburi. Anasema nitawaokoa, ama nitawakomboa na mauti. Nitawaokoa na nguvu za kaburi. Maana yake mauti ina nguvu. Mauti ina nguvu. Lakini angalia, hii mauti, Kristo anajua namna ambavyo atavunja ile roho inayobeba mauti. Atavunja roho ambayo inasababisha mauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, haujawahi kuwa na rafiki, Mungu akakuinulia rafiki, ni mtu fulani mnaivana sana, alafu mnasapotiana sana, mnasaidiana kupita kiasi. Alafu baada ya muda, shetani akishajua unapata faida, kuna kitu unakipata kwa huyo mtu, kuna kitu unakipata kwa hao watu, kuna kitu unakipata kwenye hilo kundi. Sikiliza, anachokileta analeta roho ya mauti. Ile roho ya mauti ni kuja kuua mahusiano. Mahusiano yakisha kufa, utashangaa baadaye yule mtu amsalimiani tena, ampokeleani simu. Lakini ilikuwa ni mtu wa msaada, alikuwa ni mtu wa upendo, mlikuwa mnatembea pamoja, mlikuwa mnaenda pamoja. Lakini ghafla, angalia, roho ya mauti ikishatumwa, maana kuzimu kazi yao ni kuua, wanaua mahusiano, watu wanaoelewana. Anaua kibali cha mtu kama alikuwa na kibali sana, ili yule mtu asisalimiwe tena, asipate nafasi kwa mtu. Lazima washughulikie kile kibali, wanakiua. Wakishaua, yule mtu anabaki kama ni mtu wa kukataliwa, ni mtu asiyeeleweka, asiyependwa, asiyekubaliwa. Maana kile kitu ambacho kinafanya mvuto, kile kitu kinacholeta mvuto kimekufa. Kile kitu kinacholeta ule mtu akubaliwe kimeuawa. Kwa hiyo roho ya mauti inapokuja, mauti inashambulia mahali penye uhai. Mauti haiwezi kuja ikaua mahali palipokufa. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuona mauti inakuja kugombanisha na mtu ambaye haelewani. Si ni kweli? Huwezi kuona mauti imekuja kama kwenye gari bovu, gari ambalo halitumikagi. Mauti inatafuta mahali palipo hai ili kusababisha mauti, ili kusababisha kife ama kinyamazi, kisionekane tena. Ndio maana akasema nitawakomboa na nguvu za kaburi. Maana yake nguvu za kaburi, ama kuna watu wanatembea na nguvu za kaburi ama nguvu za mauti. Nguvu ya mauti ni ile roho ambayo inamtafuta huyu mtu kumpeleka kaburini, yani inamuandama, anachomoka lakini bado inamuandama. Sasa Mungu anasema nitakukomboa. Nitakomboa maana yake ile nguvu ya mauti, ule uvuli ambao Daudi alisema nitapopita katika bonde la uvuli wa
mauti sitaogopa. Hata ogopa, maana yuko Mungu aliyemwekea uvuli wake, kwamba ijapokuwa yuko chini ya uvuli wa mauti, lakini haogopi, maana gongo la Mungu limemshikilia. Bado anasema Mungu nakutumaini wewe ambaye umeshinda kifo, kaburi na mauti. Kwa hiyo anaposema kwamba nitakukomboa na nguvu na nguvu za kaburi,